Mgeni rasmi ni Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sitazungumza sana, lakini maudhui ya hiki ambacho kimetuleta hapa itakuwa kinaelezea zaidi. Tumekuja kujadili ni kwa namna gani tutaweza kudhibiti au kupunguza vifo vya watoto wachanga na mama wajawazito, sio? Haya. Najua swala hili lina namna mbili. Nyinyi mtakuwa mmejadili hapa au mnajadili hapa kitaalamu kama madaktari au wataalamu kutoka sekta ya afya. Lakini sisi kama viongozi tutatoa maoni yetu kwa mtazamo wa jumla wa kijamii au wa kiuongozi. Nilikuwa nasoma kidogo pepa pale, ilikuwa inasema katika sababu ambazo zinapelekea wajawazito kufariki, kwa mfano kifafa, kutokwa na damu nyingi na kadhalika. Lakini pia katika sababu nyingine ambazo zinapelekea watoto wachanga kufariki ni pamoja na mtoto yule kutohema wakati amezaliwa na sababu nyingine ambazo zimeandikwa. Sasa hayo ni ya kitaalamu, lakini sisi ya jumla kwenye jamii zetu nyingi ambazo tunawapa huduma wa Tanzania wenzetu, ukitoa sababu hizo, tunaona sababu nyingine haya ambayo yanatokea yanaweza kusababishwa na jamii yetu kuwa na elimu ya kutosha kuhusiana na mambo haya. Nafahamu swala la wakina mama kujifungua halijaanza leo wala jana. Zamani watu walikuwa wanajifungua, walikuwepo wale tunawaita wakunga katika maeneo yetu. Lakini mambo yanabadilika. Inawezekana baadhi ya magonjwa ambayo sasa hivi tunayazungumza miaka ya nyuma huko hayakuwepo. Kwa hiyo watu walikuwa wanazalishwa lakini hawakuwa wanapata changamoto kama hizo kwa wingi. Kwa hiyo watu wetu wanauelewa au wanafahamu mambo haya, lakini hawana taaluma ya kuupdate changamoto ambazo zinatokea mara kwa mara, kama ambavyo nyinyi wataalamu mnafanya. Maana yake mkikaa hapa kushare, kila mmoja anatoa ushuhuda wa eneo lake, changamoto ambazo zinakuwa. Kwa bado kuna gap la jamii yetu kutokuwa na tuseme kutopata taarifa za kutosha au ujuzi wa kutosha kuhusiana na kukabiliana na mambo haya. Kwa sasa nyinyi wataalamu wa afya, kwa nafasi zenu katika ule muundo wenu wa kiutawala, maana kuna makatibu wa afya kule chini, serikali na vituo vya afya imejenga, kuna waganga wafawidhi na kuna wale wanaotoa huduma za afya kwa jamii. Basi tuweke msisitizo kwenye kutoa elimu kwa wananchi wetu, ili sasa na wao wapate ufahamu wa mambo madogo ambayo yanaweza kusaidia kupunguza changamoto hizi za vifo vya wamama wajawazito. Mingine amezungumzwa hapa, kutoka damu nyingi na kadhalika, lakini tunafahamu mchakato wa ujauzito si tu kwenye kujifungua, unaanza hata wakati ile mimba inalelewa, si ndio hivyo jamani? Manake kama huyu mama asipokuwa na namna nzuri ya kuhudhuria kliniki ama ya kulea ile mimba, manake athari nyingine tutakuja kuziona baada ya miezi 9. Sasa hayo ni nyinyi wataalamu, maana yake na nyinyi wengine wana fursa ya kukutana na wananchi kule moja kwa moja. Kwa hiyo tutumie majukwaa hayo kuendelea kuwapa elimu wananchi, nayo inawezekana ikawa ni sehemu ya kukabiliana na changamoto hizi za kupunguza vifo vya kina mama na watoto.